let me know when the train arrives, nijulishe treni itakapowasili. Kwa hiyo ukitaka kusema kwamba nijulishe kitu fulani kitakapotokea, utaanza kawaida, utasema nijulishe, yani let me know. Utakuja upande wa pili, utasema when, utataja kitu au mtu unayemzungumzia. Ukitaja kitu kimoja au mtu mmoja, utamalizia na kitenzi ambacho kipo katika S form, yani vile vitenzi ambavyo vinaishia na S au es au ies. Kwa mfano arrives, comes, calls, rings, replies na kadhalika. Kwa mfano when the train arrives. Kwa hiyo let me know when the train arrives, nijulishe train itakapofika au itakapowasili. Mfano wa pili, let me know when she comes, nijulishe atakapokuja. Mfano wa tatu, let me know when my phone rings, nijulishe simu yangu itakapoita. Ukitaja vitu vingi inakuwaje? Hautoweka s kwenye kitenzi, utatumia kitenzi cha kawaida kisiongezwe kitu chochote. Kwa mfano let me know, nijulishe when my friends come, marafiki zangu watakapokuja. Niwekee mfano wa sentence moja inayotumia let me know, nijulishe when kitu hiki kitakapotokea. Katika comments nitasoma na nitatoa feedback.